cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hatuna jambo la kutumainia Yesu ila wewe peke yako. Kwako wewe tutasimama, wewe ndiwe mwamba na ndio mahali salama. Tufundishe kwa neno lako kutii amri zako ili tukabaki kuwa salama ndani yako. Sema nasi sasa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tafadhali tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru. Mna furaha? Asanteni sana. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo kwa neema yake ametupatia hii nafasi ya kuweza kufika mahali hapa. Mimi nimebarikiwa sana kuja Mtakatifu Bartholomayo, mahali ambapo katika ukanda huu tuna historia ya zamani kabisa ya umisioni na Ukristo. Hapa ndipo mahali nafikiri tuna kanisa la zamani sana. Na sio mara yangu ya kwanza nimefika hapa, wote najua na wengine mnanikumbuka na mimi nawakumbuka. Na najua nina nyumba yangu hapa, kwa hiyo leo sikuwa na shida. Nilipofika tulienda nyumbani kwangu. Ningewahi jana ningelala hapa. Kwa hiyo niko nyumbani, najisikia amani kuwa miongoni mwenu. Tunafurahi sana kuona watu waliotoka maeneo mengine. Najua sikupata nafasi ya kufika Ipapa. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona watu wa Ipapa mahali hapa leo. Wa Ipapa wako wapi? Na watu wachache kutoka Ipapa, ndio. Mungu awabariki sana. Tukipata nafasi siku nyingine tutafika. Haikuwa kwa makusudi lakini muda ulitubana, hatukuweza kufika. Sijui kama kuna sehemu nyingine ambayo kuna watu hapa sikufika kwao. Hakuna. Kwingine kwenye eneo hili nadhani mlioko hapa tulishaonana. Hasamba sikufika. Kuna watu wa Hasamba hapa? Basi tutakuja huko pia. Tutakuja kuwaona. Mungu awabariki sana, Mungu awatunze. Tunamshukuru Mungu sana, na kabla hatujatafakari neno la Mungu asubuhi ya leo, labda niseme tu mambo mawili matatu kama kupeana tu mrejesho wa nini kinachoendelea. Tumeshakuwa katika ofisi ya askofu. Wiki ijayo ikiisha, Mungu akitujalia, labda tutakuwa tunaingia mwezi wa pili sasa. Kwa tunamshukuru Mungu kwamba katika mwezi mmoja na nusu na zaidi kidogo, yako mambo kadhaa ambayo Mungu ametuwezesha kuyafanya. Lakini kabla sijasema hayo, ninataka kusema jinsi ambavyo namshukuru sana sana kasisi wa hapa Kenan Sinkorongo, ambaye kwa muda mrefu sasa, sijui ni miaka mingapi amekuwa. Kwa muda wa miaka 3.5 amekuwa pamoja nanyi akihudumu mahali hapa. Kazi yake ni nzuri. Tumefurahi sana, tumefurahishwa, na tumeona kwa wakati huu aende eneo lingine la kimkakati kule Rujewa akatusaidie. Nashukuru sana kila mmoja wenu kwa kumtunza kwa wakati wote alipokuwa mahali hapa, yeye na familia yake. Na sasa tunajua wakati akimaliza muda wake mahali hapa kwa wakati huu, mtamuaga vizuri. Sivyo jamani? Lakini pia tunapowashukuru kwa ajili ya huduma ya Kenan Sinkorongo, tuwaombe mumpokee Kenan Goodluck Mlelwa. Sijui kama alishaikukaa hapa. Alishaikukaa hapa? Okay. Kwa hiyo mnamfahamu vizuri. Kenan Mlelwa pia ni Kenan mzoefu, nadhani ndio mwenye miaka mingi katika huduma, katika wahudumu tulionao sasa hivi. Ndio anayeongoza kwa uzoefu tu, ana uzoefu wa kutosha. Na ameshakaa maeneo mengi ambako amefanya kazi nzuri, tumeziona, na tunatumaini akija hapa mtamtunza, mtashirikiana naye, tutaona Bartholomayo Parish na eneo hili lote la Chidikonari hii likikua na kustawi vizuri. Mtampokea jamani? Asante. Mtamwambia kwamba mko tayari kumpokea. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwa kifupi sana
tumefanya mambo kadhaa. Moja, mnalijua kwamba tumejaribu kuzunguka katika diocese nzima, kwa yote miwili ya Mbeya na Songwe, na tumeona maeneo mengi. Kwa sababu tulikuwa tunapita kwa haraka, tunayo picha ya juu, lakini imetusaidia sana kufanya matafakari baadhi na maamuzi baadhi ya mwanzo kabisa ya kuanzia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ukiacha maeneo machache kama hayo ya Ipapa, Samba, Itambalilo na Lupa Tingatinga, karibu diocese nzima tumeitembelea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Na yako mambo mengi tu ambayo tumeyaona katika ziara zetu. Kwa ujumla wake tu nikisema kwa ufupi sana, diocese yetu ni diocese yenye uwezo wa kuwa na maendeleo ya hali ya juu kiroho na kimwili pia. Tuna uwezo tukiamua kushirikiana na kutanguliza Mungu katika jitihada zetu la kufanya mambo makubwa sana. Kila eneo nililopita lina utajiri mwingi wa kiuchumi, lakini kuna watu wengi ambao bado hawajamjua Yesu. Katika maeneo yote. Ukienda Bonde la Usangu unawakuta, ukienda Usafwa wako wengi, nimekuja huko Wanyiha wamejaa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwa vyovyote vile ya kuinjilisha. Ingekuwa kazi ngumu sana kama kila mtu tayari alishaokoka. Ningesema sasa hilo eneo sio la kwetu, lakini watu wengi sana bado wanahitaji kumjua Yesu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaliwekea mkakati muhimu sana. Lakini sambamba na hilo, kiuchumi tumeona ni maeneo kila tulipopita kuna utajiri mkubwa sana Mungu aliyouweka. Ukiacha dhahabu iliyoko Chunya na uwezo wa kilimo kizuri sana kule, kuna kahawa iliyoko Mbozi huku na mashamba ya mahindi, kuna mpunga mwingi sana Bonde la Usangu, kuna mandizi na maharage na viazi ukienda kama unaelekea Tukuyu na Kyela. Kuna kila kitu ambacho unaweza kukifikiria Mungu amekiweka katika ardhi ya diocese yetu. Vitu vizuri sana. Lakini ni ukweli usiopingika kuwa bado watu wetu hatujaweza kuona uwiano kati ya utajiri Mungu aliouweka na maendeleo ya watu Mungu aliowaweka. Kwa kuna pengo kwamba bado tuna kazi ya kuhakikisha kwamba utajiri huu Mungu aliotupa unatafsirika katika maendeleo ya mtu mmoja kiuchumi. Tuone watu wetu katika maeneo haya wamekuwa kiuchumi, wana uwezo wa kifedha, wana uwezo wa kukabiliana na mahitaji mbalimbali, na hata sadaka za Mungu wanamtolea kwa wingi. Sivyo jamani? Kwa hiyo tunayo mikakati ambayo tunaendelea kuifikiria na kuipanga. Tunaona pengine wakati mwingine huwa kunakuwa na pengo la ufahamu juu ya nini watu wanaweza kufanya ili kujikwamua kutoka mahali walipo. Na sisi tunaona pamoja na kwamba serikali na taasisi zingine zinafanya jitihada mbalimbali, kanisa pia linalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya kila siku ya mwanadamu. Sio kiroho tu, lakini kimwili pia. Kwa sababu Mungu wetu hatenganishi katika mwili na roho tulionao. Mungu wetu hajafanya makosa kutuacha tuishi hapa ulimwenguni. Analo kusudi. Na ukisoma maandiko tunaona kwamba anayo mipango mizuri sana kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni lazima tutafute kwa nini kuna pengo kati ya ustawi wa mtu mmoja kiuchumi na pengine hata kiroho, na jinsi ambavyo Mungu ameweka baraka nyingi miongoni mwetu. Hayo tunayafanyia kazi na kuyapanga. Lakini maeneo ambayo ninaweza kuyataja tu kwa haraka ambayo tumeanza kuyaangalia ni pamoja na ustawi wa wahudumu wetu. Ninaposema wahudumu nasema habari ya makasisi, mashemasi na walimu. Tunafikiri kwamba itakapofika sinodi ya pili, sio sinodi hii, sinodi itakayofuata, wahudumu wote wawe wanalipwa kutoka diocese. Kwa sababu wakibaki wanalipwa katika mitaa, akitoka hapa mmemlipa anaenda Rujewa wanashindwa kumlipa, anavunjika moyo. Akienda sehemu nyingine wana ugumu wa kusaidia, anavunjika moyo zaidi. Na wakati mwingine inasababisha watu kukataa kuhama, kufanya ugomvi na kuvunjika moyo na kadhalika. Lakini kama wote wakilipwa pamoja, haitajalisha wameenda wapi. Kwa hiyo tunajipatia miaka hii mitatu ya kuanza kutengeneza fungu la fedha zitakazoweza kutuwezesha kama diocese kuwalipa wahudumu wetu wote kutoka katika diocese. Nyinyi mtakuwa na majukumu yenu. Haitaondoa jukumu lenu la kuwalea wahudumu, lakini badala ya nyinyi kuwa mnawalipa moja kwa moja, nyinyi mtaleta changizo zenu diocese. Sisi ndio tutakaojua kwamba tunahakikisha kwamba
siku ya mshahara ikifika kila mmoja amelipwa. Lakini kabla hatujafika huko, kwa sababu hiyo itachukua muda wa miaka 2-3 kujipanga, kuna maeneo ambayo hatuwezi kusubiri. Kwa mfano, hakuna kitu kinachotuumiza kama kusikia kasisi au familia yake kuna mgonjwa na wanashindwa kwenda hospitali. Kwa hiyo tumewaita, tulikaa na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa bima ya afya NHIF pale ofisini kwangu, na tumeongea na tumeona namna gani ambavyo ikiwezekana ikaanza mwakani tunapoingia, kila kasisi awe amekatiwa bima ya afya na ilipwe kutoka diocese, kwa sababu inawezekana. Na kwa hiyo tumefanya utaratibu, tumeanza mchakato wa kuona jinsi ya kutekeleza hilo. Lakini zaidi ya hilo, kwenye maslahi ya wahudumu wetu, tunaona jinsi ambavyo wakistaafu, wanapoelekea kustaafu, wanakuwa kama vile yatima waliokuwa hawajamtumikia Mungu kama walivyomtumikia Mungu. Wakati mwingine tunaona kama mzigo au wanakuwa ombaomba, jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu wamefanya kazi nzuri katika wakati wakiwa na nguvu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tulimwita mkurugenzi wa NSSF, tumeongea naye na tunaanza kuona utaratibu utakaofanya hapa mwanzoni, kabla hata tujaanza kuwalipa kutokea ofisi kuu, tuanze kuwawekea mafao yao ya uzeeni kupitia mfuko wa NSSF, wahudumu wetu wote, makasisi na mashemasi na walimu ikiwezekana. Kwa hiyo tunaamini hatua hizo zitawafanya wawe na hamasa ya kuendelea kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu ya mambo ya maisha ya kila siku yanayotokana na mambo ya afya na uzee na vitu kama hivi. Kwa hiyo hayo ni mambo yanayohusu wahudumu. Lakini kuna mambo yanayohusu uchumi. Tumeona fursa nyingi sana. Naweza kusema chache, alafu nitawaambia kipaumbele tunakiweka wapi. Lakini tukianza bonde la Usangu, tumeona uwezekano wa sisi kuanzisha kiwanda cha maji pale Ubaruku. Kuna kisima kizuri sana kilijengwa, palikuwa na zahanati, na tumeshafanya utafiti, tumeshakwenda mara 2. Jambo hilo lilishaweka kwenye synod iliyopita, lilizungumziwa, lakini utekelezaji wake ulikuwa haujaanza. Kwa sasa tumeamua kuliwekea nguvu ili lianze. Hatujajua tutafanya lini, lakini liko katika mchakato. Lakini ukitoka kule ukija Archdiocese ya Atanasio Mbeya sasa mjini, yako maeneo mengi ambayo tumeona yana uwezekano wa kubadilisha hali ya uchumi ya diocese. Lakini eneo moja ambalo limetushika sana ni eneo ambalo pengine wengine mnajua, kuna eka 7 eneo la Utengule ambazo zilijengwa, ilikuwa inawekwa retreat center. Nyumba 2 za thamani ya zaidi ya milioni 200 zilishajengwa, lakini hazijakamilika. Na hilo zoezi limekuwa karibu miaka 10. Na mimi tumejiuliza sana, kama ningekuwa na milioni 200 zinazalisha kwa miaka 10, leo ningekuwa na ngapi? Lakini tumeziweka kwenye majengo ambayo hayajakamilika na zimebaki pale. Kwa hiyo tumeona kila siku ya Mungu inayokwenda tunazidi kupata hasara kama hatukamilishi majengo yale. Kwa hiyo tunaweka jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba ile sehemu inaanza kufanya kazi na inazalisha. Lakini kuna eneo jingine ambalo kuna makazi ya askofu pia tunataka kuiendeleza na tunaipatia kipaumbele. Kwa maeneo hayo mawili, eneo la nyumba ya askofu ambako kuna uwanja mkubwa wa eka 3 ambazo zinaweza zikawekwa hostel na vitu vingine ambavyo vinaweza vikazalisha, tumeshaanza mazungumzo na benki ya CRDB na watu wameshakwenda, wataalamu wameenda kuanza kufanya michoro, na tunadhani tunaweza tukaanza utekelezaji wa uendelezaji wa ile sehemu mapema iwezekanavyo. Kwa eneo la kule kwenye retreat center kule Utengule, tayari wamekwisha kufanya BOQ inaitwa, kuangalia ni gharama kiasi gani tunahitaji ili kuweza kumaliza na kuanza kufanya ile sehemu ianze kazi. Wametuletea hesabu za karibu milioni 100. Ukizitaja zinaonekana nyingi sana, lakini mimi nikimwangalia Mungu namuona ni mkubwa kuliko milioni 100. Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo tumeamua kwamba tunaenda kuifanyia kazi ile sehemu. Ningeweza kueleza na mengine mengi ambayo tumekuwa tukipambana nayo, lakini hatutakuwa na huo muda kwa sababu tunahitaji pia kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo mniruhusu tu tuendelee. Lakini kabla sijaendelea niseme hivi, tafsiri ya nia yetu ya kufanya utekelezaji wa mambo haya ninayoyataja kwa ufupi sana ya kiuchumi ni kwamba kwa muda mfupi ujao tutahitaji kujifunga mkanda. Kwa hiyo nitaleta waraka, na mimi hamna kitu kinachonisikitisha kuliko kusikia kila siku kuna
kuomba, mchangie. Nataka hiyo hali iishe. Lakini ili iishe, lazima tufanye zoezi la muda mfupi la kujitoa. Tutaleta waraka tutakao waomba kila Mkristo, kila mtu mwenye, ukiacha watoto wadogo, tutapeana miezi miwili, atafute angalau kuanzia shilingi 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, sawa? Tutatoa utaratibu wa kusanya hizo fedha. Nyinyi wa Kristo mtachagua mtu ambaye mnataka aratibu zoezi hilo. Tutamletea vitabu ambavyo kila atakayetoa senti yake ataandika na kumpatia risiti, na kisha atavileta na kuvikabidhi kwenye diocese, kwenye ofisi ya diocese. Tunataka ukiwa na 1,000,000 utoe, ukiwa na 10,000 utoe, ukiwa na 3,000 tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Ukikosa kabisa utamwambia Mungu kile ulichonacho, kwa sababu Yesu alifurahiwa na ile shilingi 1 ya yule mjane, si ndio? Lakini mtolee Mungu. Tutafanya hilo zoezi kwa miezi miwili. Tuone tutakusanya kiasi gani, wakati sisi tunaendelea pia kufanya jitihada za kutafuta fedha sehemu nyingine, ili angalau tukamilishe mradi mmoja utakaopunguza simu za kila siku za kusema tunaomba. Mimi hamna kitu kinaniuma kusikia eti tumepiga simu kuomba wachangie safari ya askofu kwenda Dodoma. Sio sawa. Sio sawa, si ndio? Hilo nataka liishe. Kwa tutafanya hili zoezi kwa muda wa miezi miwili ili tuachane, tuvunje huo mnyororo wa kuzunguka kila siku kuombana. Inawafanya watu wengine waone kuja kanisani ni mzigo sasa. Na Mungu anasema nawapenda wanaonitolea kwa furaha. Sasa kila ukigeuka unapigwa naomba. Ukigeuka furaha utakuwa nayo kweli? Sasa utakuwa hubarikiwi, si ndio? Kwa hiyo tunataka tuachane na hilo. Mkiona huo waraka umekuja, msione sasa ni ongezeko la utamaduni huo. Jueni tunaelekea mwishoni mwa hayo mambo. Kwa hiyo jitoeni kwa moyo kwa wakati huu wa mwisho. Haleluya. Kama mlivyoona tumeshasema kwa kuanzia tunataka sadaka za jumuiya zibaki kwenye jumuiya, mziratibu wenyewe, na muda sio mrefu tutakuja kuwaeleza ni namna gani ambapo tunaanzisha mfuko wa maendeleo ambao wadau wake watakuwa ni nyinyi jumuiya, ili ninyi sio tu mfaidike kama jumuiya na kanisa, lakini kuwe na uwezekano hata wa kufaidika mtu mmoja mmoja kiuchumi, kwa sababu tutakuwa na kiwango cha fedha ambazo zinatunzwa vizuri, zinaweza zikasaidia. Kama uko ulimwenguni wanaweza kufanya SACCOS, wakafanya maendeleo, vikoba na kadhalika. Kwa nini sisi ambao tuna nguvu kubwa tunaungana kwenye jumuiya tusifanye mikakati ambayo itatufanya tujikwamue kiuchumi mmoja mmoja? Kwa hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutaendelea kuyafanyia kazi na tutakuwa tunawapa mrejesho, lakini nadhani kwa asubuhi ya leo nisiendelee sana kwa upande huo, ili turudi tutafakari mafundisho ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Basi tuendelee na neno la Mungu. Leo mwongozo wa kitabu chetu cha jimbo unatupatia wazo kuu linaloitwa utii wa neno. Utii wa neno. Na mimi natamani tusimame katika kutafakari jambo hilo. Sasa nikisema utii wa neno, sijui mnapata picha gani au mnaelewa nini, lakini hebu tudadavue taratibu. Utii maana yake nini? Kuwa mtii. Kwa uelewa wa kawaida tu. Kwa uelewa wa kawaida, utii ni kitendo cha kukubali kufanya maelekezo au maagizo unayopewa. Ni rahisi sana, si ndivyo? Kwamba umepewa maagizo unatekeleza au unafanya, maana yake umetii, si ndio? Kwa hiyo mtu akikwambia njoo hapa, ukiinuka mahali ulipo ukaenda pale ulipokwenda, au mimi nikasema nenda pale ukainuka ukaenda, maana yake umetii. Huo ndio utii. Kwa hiyo utii ni jambo ambalo linaeleweka. Lakini leo sasa tunazungumza kuhusu utii wa neno la Mungu. Utii wa neno la Mungu. Hebu tuseme wote utii wa neno la Mungu. Tukitumia tafsiri rahisi kabisa tuliyoeleza hapo juu kwamba ni kukubali na kutekeleza maagizo, utii wa neno la Mungu sasa itakuwa ni kusikia neno la Mungu na kulifanyia kazi. Ni sawa? Kwa sababu tumesema utii ni kwamba umesikia jambo, maagizo, halafu unayatekeleza.
Kwa hiyo utii wa neno la Mungu ni kwamba unasikia neno la Mungu halafu unalifanyia kazi. Kwa lugha nyingine, utii wa neno la Mungu kunamaanisha kuyafanya mapenzi au matakwa yetu kuwa sambamba au sawasawa na mapenzi ya Mungu. Au tunaweza kusema kwamba utii wa neno ni kufanya kile ambacho Mungu anatuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Utii wa neno ni kufanya kile ambacho Mungu anatuagiza. Utii huu ni ile hali ambapo tunaiachilia kabisa. Tunasarenda, sijui nikisema tunasarenda kama naeleweka. Tunasarenda kwenye mamlaka ya Mungu, kiasi kwamba maamuzi yetu na matendo yetu yote msingi wake unakuwa ni neno la Mungu. Naomba nirudie tena. Tumesema utii ni kukubali maagizo na kuyatekeleza. Tukasema utii wa neno la Mungu ni kwamba unatekeleza lile unaolisikia kutoka kwenye neno la Mungu. Na kwa hiyo tumesema kwamba wewe ambaye unatii, unahakikisha kwamba mawazo yako, maamuzi yako, maisha na matendo yako yanafanana na maelekezo au mafundisho au maagizo unayoyasoma katika neno la Mungu. Huo sasa ndio utii wa neno. Sasa hebu tuachie hapo. Baada ya ufafanuzi huu, tuna maswali kadhaa tunaweza tukajiuliza. Hivi kuna umuhimu wa kuwa na utii wa neno? Au vinginevyo niseme, kama kuna umuhimu wa kutii neno la Mungu, ni upi? Nini umuhimu wa kutii neno? Kwa nini utii wa neno ni muhimu kwa maisha ya Mkristo? Ndicho kitu ninachojaribu kuanza kukisemea. Kwa nini ni muhimu? Utii wa neno ni muhimu kwa Mkristo yeyote. Moja, utii wa neno ni tendo la ibada. Utii wa neno ni tendo la ibada. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa unatii neno, unadhihirisha upendo ulionao kwa Mungu. Ukifanya hivyo, unatengwa. Sisi ni watakatifu, maana yake tumetengwa. Baada ya kupokea Kristo na kuokoka, tunatengwa maalum kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya Mungu. Tuweze kulidhihirisha hilo, tunaamriwa kumpenda Mungu. Tunaonyeshaje upendo wetu kwa Mungu? Kwa kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Si kama naeleweka? Kwa hiyo ukiwa unatii, utii wa neno ni kielelezo cha wokovu ulioupokea. Ni kielelezo cha wokovu ulioupokea. Japokuwa tumeokolewa kwa neema kupitia kazi ya msalaba na damu ya Yesu Kristo, kinachotupa uhalali wa kuwa wana wa Mungu ni utii wa neno. Haleluya. Sawa, nimempokea Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kila mtu anaweza kusema hivyo, si ndio? Kinachokutofautisha na kila mtu aliyesema hivyo ni jinsi unavyoishi na kuenenda kwa kutii neno la Mungu. Ndio maana anasema utii wa neno ni tendo la ibada. Utii ndio njia ya kumwonyesha Mungu kuwa tunampenda. Na tukifanya hivyo, Mungu anajibu kwa kujifunua katika maisha yetu na kuamsha nguvu yake ndani yetu. Ni kama vile una kila kitu, una gari, una mafuta umeweka na nini, lakini unahitaji switch, si ndio? Ili uwashe gari iweze kuamka. Kweli umemjua Mungu, umeambiwa habari zake, umetamka mwenyewe, umebatizwa na kila kitu. Lakini usipowasha nguvu ya Mungu ndani yako. Na jinsi switch tulionayo sisi ni kutii, ni utii wa neno la Mungu. Ukiwa unatii, ukatenda matendo yako sawa sawa na mapenzi ya Mungu, unawasha nguvu ya Mungu ndani yako. Kwa hiyo wokovu wako unakuwa wokovu ulio hai. Bwana Yesu asifiwe. Soma Yohana sura ya 14 mstari wa 23 mpaka 24, anasema, Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda,
nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wa 23, Yohana ile sura ya 14. Mstari wa 23 anasema, mtu akinipenda. Wewe tumezoea sana kusema nampenda Yesu, si ndio? Yesu anasema ukinipenda utalishika neno langu. Ukifanya hivyo Baba yangu atakupenda. Halafu nasi yeye na Baba yake tutakuja na kuweka makao ndani yako. Hebu angalia hiyo thamani na thawabu ya kumpenda Yesu na kutii neno lake. Inawasha na kuleta nafasi ya Mungu kuja na kukaa ndani yetu. Lakini mstari wa 28 anasema, mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Kwa hiyo usiposhika maneno ya Mungu, hata ukisema nampenda Yesu mara 200 kwa siku, yeye anasema usinidanganye, mimi najua hunipendi kwa sababu huyashiki maneno yangu. Anasema mtu asiyenipenda hayashiki maneno yangu. Nalo neno mlilolisikia sio langu, ila ni la Baba aliyenituma. Anasema haya ninayowaambia ni mambo ambayo Mungu mwenyewe ndiye aliyenituma kuwaambia. Yatupasa tujiulize, kama tunajiita wana wa Mungu au tunajiita wa Kristo na tunajitabainisha kuwa tunampenda Mungu, je, madai yetu haya ya kumpenda Mungu tunayaonyeshaje? Tunayadhihirishaje? Je, tunayadhihirisha kwa kuzitii amri zake? Je, matendo yetu ya kila siku yako sambamba na mafundisho ya neno la Mungu? Mfano, amri inasema mpende jirani yako, si ndio? Rahisi tu, mpende, si ndio amri iliyoko kwenye neno la Mungu? Matendo yetu ya kila siku yanaweza kuthibitisha kuwa unaitii amri hii? Kama sivyo, hutii neno la Mungu, humpendi Yesu. Kwa sababu anasema anayenipenda analishika neno langu. Neno lake linasema mpende jirani yako. Wewe unasema huyu mimi sipendi huyu, alafu unasema mimi Mkristo. Umeona shida tulionayo? Tuna shida kubwa hapo, si ndio? Je, tunapojiita wa Kristo, tunaposema tunampenda Yesu, tunayadhihirisha hayo kwa kutii neno la Mungu na amri zake? Lakini jambo la kwanza nilisema utii wa neno ni tendo la ibada. Jambo la pili, utii wa neno unathibitisha kuwa tunamwamini Mungu. Ni kielelezo cha imani yetu. Kivipi? Utii wa neno unaweza kumaanisha kufuata na kushika njia za Mungu hata kama hatuna uhakika na matokeo yake. Ukiwa unatii neno, una uwezo wa kuzifuata njia za Mungu hata pale ambapo hujui itakuwaje. Tunapofanya uamuzi wa kutii na kuzifuata amri za Mungu, tunakuwa tunathibitisha na kudhihirisha kuwa tunamwamini Mungu. Tunaonyesha kuwa hata kama njia tunayoipita ni ngumu, hata kama haileti maana kwenye akili yetu ya kibinadamu, hatuoni hivi matokeo, kwa nini iwe hivi, bado ndio namna au njia tutakayoendelea kuishika kwa sababu tunamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma kwenye maandiko matakatifu, tunaona mfano wa watu ambao walifanya hili nao lisema. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania ameeleza vizuri sana, ukisoma ile sura ya 11 yote, ameeleza vizuri sana juu ya dhana hii ya jinsi ambavyo utii wetu wa neno ni uthibitisho au udhihirisho wa imani tulionayo. Anatoa mfano, ukisoma mstari ule wa 4, wa Habili, Henoko na Nuhu. Anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Unajua tofauti ya watu wawili? Wote wamebarikiwa. Habili amebarikiwa, Kaini amebarikiwa. Habili anajua maagizo ya Mungu na neno linalomtaka ni kumtolea Mungu kilicho bora. Hajiulizi, anafuata, anatii. Kaini anasema si chochote kile, si nimemtolea. Anajisikia uchoyo kutoa kilicho bora kwa Mungu.
kwa sababu akili ya binadamu haielezei tofauti ya yeye kutoa kilicho bora kwa Mungu na kutoa kilicho dhaifu. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ukisoma ule mstari wa 4 sehemu B anasema ijapokuwa amekufa Habili huyo angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina. Nuhu ni mfano ambao ni wa karibu zaidi hata kwetu leo. Miaka nenda miaka rudi, Nuhu anaendelea kujenga safina. Watu wanamwangalia, we mzee, umechanganyikiwa wewe. Anasema mimi nina maagizo ya Mungu nijenge safina. Huyo mvua hiyo unayojengea safina itakuja lini wewe? Mbona unapoteza muda, unaacha kufanya shughuli za maana, unakaa unajenga hilo safina? Hatufanyi hivyo sisi pia leo? Kwenye maisha yetu ya kawaida tunadharau sio maagizo ya Mungu, kwa sababu haileti maana. Kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika atoke. Tumesomewa kwenye kitabu cha Mwanzo leo jinsi ambavyo Abrahamu anaambiwa atoke kwenye nchi ya baba zake. Hajiulizi mara mbili, anapokea ahadi kwamba wewe uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Lakini anaambiwa katika umri wa miaka 70 na ngapi? Anakwenda, mkewe ana miaka 80, si ndio? Anakwenda anaambiwa utapata mtoto. Anasema hii inawezekanaje? Labda kuna mahali Mungu amekosea. Kiasi wanajaribu kumwambia mjakazi labda azae na Ibrahim. Wanashindwa kuelewa, lakini anapata Isaka, si ndio? Na akishapata Isaka anaambiwa lete sasa huyo tumchinje awe sadaka. Kwenye akili ya kawaida mimi na wewe tunafanyaje? Sasa mtoto mwenyewe ndio huyu ndio ahadi yenyewe imetokea. Sasa unaniambia tena vipi? Hatuyafanyi hayo? Tunayafanya, tena tunayafanya sana, kwa sababu tukishapata kipato kadogo kwa mfano, alafu tukaambiwa tukatoe sadaka, tunajiuliza sasa ndio hii hela ya kupeleka mtoto shule, si ndio? Sasa natoaje tena sadaka? Fungu la kumi tena, mbona zitapungua sana, si ndio? Ngoja nitoe angalau 1,000, si ndio? Yaani nimeuza mahindi laki nzima nitoe 10,000 nzima? Ngoja labda ni ukiwa na akili ya Ibrahimu utafikiri hivi. Ibrahimu anasema sikuwa na huyu Isaka, hata sikutegemea kumpata. Yeye aliyenipa ndio anayeniambia nimtoe, na mtoa. Yeye ndio ana mpango, si ndio? Utii. Huo ndio utii, kwamba ana uwezo wa kujiachilia, kuachia, kwa sababu ana uhakika, anamfahamu anayemwagiza. Kwa hiyo anamtii. Utii ni namna mojawapo inayothibitisha kwamba tunamwamini Mungu, na hawa wazee walifanya hivyo. Musa alipozaliwa alifichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu walimuona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Soma mstari wa 23. Lakini ukienda mstari wa 27 nasema kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amonaye yeye asionekana. Unajua Musa amekaa kwenye nyumba, kwenye kasri ya mfalme, si ndio? Amekulia pale, alikuwa na haki zote, alikuwa na uwezo wote wa kuendelea kuishi maisha mazuri. Lakini Mungu anapomwita kwamba wewe ndio utakayewaongoza ndugu zako kuwaondoa kwenye mateso, haogopi ghadhabu ya mfalme ambaye anajua anaweza kumuua, anaweza kufanya kitu chochote. Musa anachukua hiyo riski. Mara ngapi tumekuwa na ujasiri wa kuacha starehe na raha ya kasri kama aliyokaa Musa, tukaenda kwenye kuchukua hatua zinazotuweka katika hatari, kwa sababu tu Mungu anatuagiza na kutupeleka huko. Sio mara nyingi. Lakini ukiwa na imani hiyo ndio pekee inaweza kukufanya uchukue hatua za jinsi hiyo. Tunaweza kujiuliza, yapo mambo katika maisha yetu ambayo unapata
unapata shida nayo kushika amri za Mungu, au yapo mambo ambayo ukitazama vizuri hayaleti maana kwenye maisha yako, ukiwa unapita katika mambo kama hayo na bado ukashika amri za Mungu na kutii, hiyo ndio ishara kuwa unamwamini Mungu. Hiyo ndio inahesabika kuwa ni imani. Ukimtii Mungu kwa kutoa kwa wahitaji wakati wewe mwenyewe huna kitu, kwamba unamwona huyu mtu ni mhitaji na wewe pia sio kwamba yani ndio uko kwenye karibu nawe kuwa mhitaji, lakini bado ukawa na huruma ya kumpatia mhitaji, hiyo ni imani. Huo ni utii. Ni utii. Ukimtii Mungu kwa kumsamehe mtu aliyekujeruhi vibaya moyoni, aliyekuumiza, na ambaye bado unamuona hata ukimpelekea upendo yeye bado analeta uadui, na bado ukamsamehe. Wangapi tunaweza kufanya hivi? Sio kwa wala sisemi mnyoshe vidole, kwa kujiuliza tu wenyewe. Hata kwa kutazama tu katika maisha tulionayo leo. Wakati mwingine ndani ya nyumba zetu, mume na mke, uhasama na visa kabisa, na chuki iliyojaa imekaa ndani mbali, imejengeka. Utii wa neno ni kukumbuka kumpenda jirani yako, na kukumbuka Yesu anasema samehe 7 mara, na ukaachilia ndani ya moyo wako bila masharti, kwa sababu yeye hakuwa na masharti alipokuja kutukomboa sisi. Hakuwa na dhambi, lakini alikwenda akafa msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi hatutendi haki tukisema huyu siwezi kumsamehe kwa sababu 1, 2, 3. Yesu angesema hivyo, nani angekuwa ameokoka miongoni mwetu? Imani, utii wa neno ni kumsamehe mtu aliyekujeruhi na kukuumiza vibaya bila masharti yoyote. Ukiweza kumpenda kwa pendo wa kweli mtu ambaye kwa viwango vyote unaweza kusema hapendeki, huyu mbona hapendeki? Kwanza huyu hastahili kupendwa. Hiyo inadhihirisha imani yako kwa Mungu na utii ulionao kwa neno lake. Mara zote unapopita katika magumu, nawe unamwamini Mungu, usihofu. Ipo sababu Mungu ameacha upite katika hali hiyo. Haijalishi ni magumu ya kiasi gani, baki katika kutii amri za Mungu. Amesema usiabudu miungu mingine, na watu wote waliokuzunguka wanakuambia kama alivyoambiwa Ayubu, haiwezekani, hili sio jambo la kawaida, kuna mtu anayefanya jambo hili, twende tukupeleke, kuna mzee kule atakushughulikia. Lakini unajua neno na amri za Mungu zinasema usiabudu miungu mingine, na hali unayoiona ni tete kama ya Ayubu. Unakwenda unanyongonyea kila siku, unapozidi kukataa kwenda kuhudumiwa kule kwa Kalumanzira, unaona mambo yanazidi kuwa magumu, afya inadorora, unatishia, shetani anakuambia na kukukumbusha kila siku kupitia watu kwamba shauri yako, unakufa wewe wakati kuna dawa, wakati unatakiwa tu upeleka kakondoo au kakuku tu keusi, sijui ukafanya nini, huyu ni fulani fulani. Halafu katikati ya magumu hayo ukasema hapana, nimeamini usiabudu Mungu mwingine, mimi namwabudu Mungu wangu. Mungu wangu ndio atakayeniponya, ndio nitakayepiga magoti na kumuomba kila siku, sitakwenda huko hata iweje. Wewe ukifanya hivyo unatii neno. Imani hiyo, kutii ni kuweza kupita katika magumu ukabaki unamwamini na kumtegemea Mungu peke yake. Haijalishi ni magumu ya kiasi gani, kwamba kweli unahitaji kazi kabisa, mwanao anahitaji kazi, binti akapate kazi, lakini akasema rushwa ya ngono hapana, kwa sababu ni dhambi, akakataa. Anamwamini Mungu. Kweli watoto hawana ada, na wewe una nafasi pale, sijui ni mtendaji kwenye ofisi fulani, na kuna mtu anataka kupitishia bahasha, unamwambia hapana, nitatenda haki, pamoja na majaribu na magumu unayoyapitia. Hiyo ni utii wa neno, na yako mengi tunaweza tukayaeleza yanayofanana na hayo. Baki kuwa mtii wa neno la Mungu, haijalishi unapita katika hali gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna thawabu, hiyo nataka kusema sasa, au faida ya kuwa watii wa neno la Mungu. Moja, kwa kutii neno la Mungu tuna mafanikio. Hakuna mtu asiyetaka mafanikio.
Na duniani hapa, ukienda huko duniani, kila mahali vitabu vya kuhusu jinsi gani ufanikiwe vilivyoandikwa ni mamilioni na mamilioni. Vinakueleza mbinu mbalimbali za wewe kufanikiwa. Siku hizi wanaitwa wahamasishaji, motivational speakers kwenye mitandao, ukisoma kwenye wanaosema jinsi gani ufanikiwe. Wengine wamedanganya wenzao, tukaita kilimo cha matikiti. Unaambiwa unajua ukifanya hivi. Wengine wakaingia matatizo kabisa kwa sababu ya kutafuta mafanikio. Lakini ngoja nikwambie kitu. Jambo moja ambalo pengine huwa hatulioni au hatulikumbuki wakati wote ni kuwa neno katika neno. Wapendwa, katika hili neno Mungu amefunua siri ya mafanikio ambayo ni kulisoma hili neno na kulitii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya mafanikio iliyo njema kuliko zote, mahali pa kuanzia kwa mafanikio ni kulisoma neno la Mungu na kulitii. Kitabu hiki kimeeleza kila siri unayohitaji kuijua ili uweze kufanikiwa. Mungu anasema kupitia Yeremia 29 mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za baadaye. Na ndio tunachohangaika nacho tunapozungumzia habari ya mafanikio. Yoshua anatukumbusha jambo muhimu sana. Ukisoma Yoshua sura ile ya 1 mstari wa 8, anatukumbusha jambo muhimu sana. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, na pengine wote mnaweza kujua neno hili. Anasema kitabu hiki cha Torati hiki kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunatafuta nini tena? Yoshua amesema vizuri, nataka nirudie tena. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Unatafuta mafanikio? Shika maandiko haya. Unatafuta mafanikio? Shika neno la Mungu na ulitii. Shika neno la Mungu na ulitii, mpendwa, mafanikio yanakuja. Hiyo ni njia nyepesi kuliko njia zile zingine. Zile njia zingine zina masharti, ukaoge sijui kwenye nini, ukafanye hivi na hivi, zinakutesa bure. Njia rahisi kabisa. Shika neno la Mungu na ulifuate. Tunaweza kujiuliza, je, yapo maeneo katika maisha yetu ambayo unaona hufanyi vizuri? Ukijitazama tu wewe mwenyewe ukajifanyia tathmini, unaona kwenye hili eneo mimi kwa kweli sifanikiwi. Mbona nimejaribu sana sifanikiwi? Inawezekana kwamba kushindwa kwako kufanikisha malengo ulionayo ni matokeo ya kushindwa kufanya yale ambayo Mungu amekuagiza na kukutaka kufanya. Hebu jiulize hilo swali leo. Wakati ukitafakari maisha yako na kuangalia jinsi mahali unakwama, labda umekwama hapa na pale, jiulize hili swali. Hivi inawezekana, kuna uwezekano kwamba ninashindwa kufanikiwa kwa sababu nimeshindwa kuona na kuyafanya na kuyaelewa na kuyafanya yale Mungu anayoniagiza kuyafanya? Je, unapofanya mambo yako unamtanguliza Mungu? Je, Mungu ni kiongozi wako? Mfano, unapofanya kazi zako zozote, kilimo, biashara, ofisini, je, unafanya kwa bidii na uaminifu kama vile unamfanyia Mungu? Au unafanya kwa mazoea na kwa faida yako na kwa tamaa zako binafsi? Kwa sababu kama unajitoa katika utumishi wako, mwalimu, ukienda ukafundisha kama vile unamtumikia Mungu, mawazo yako na ualimu wako, mimi nikuhakikishie, watu watabaki tukisema, mwalimu huyu mwalimu mzuri sana. Hawaelewi siri yake ni nini. Siri yake ni kwamba unamfanyia Mungu. Hujifanyii wewe mwenyewe.
wala humfanyie mtu mwingine. Ukijifanyia wewe mwenyewe, kuna shida unaweza kukutana nayo. Unapopata mapato, unatoa kwa wahitaji, unatoa zaka, unatoa sadaka. Katika ndoa, wanaume, mnawapenda wake zenu kama Mungu alivyoagiza? Mmesikia watu wanaguna? Wanaume mnawapenda wake zenu, alafu walioguna eti ni wanawake. Wanaume mnawapenda wake zenu kama Mungu alivyoagiza? Wanawake mnawatii waume zenu kama Mungu alivyoagiza? Pengine kama unaona mambo hayaendi vizuri, jambo la kufanya ni kurejea msingi wa yote. Nenda soma neno na utii kwa kuyatenda yanayoelekezwa na neno. Nimesema kuna mafanikio. Faida ya utii wa neno, moja ni mafanikio. Lakini la pili ni baraka. Faida ya pili ya utii wa neno ni baraka. Mungu ameahidi kutubariki kama tukimtii. Mungu ameahidi kutubariki kama tukimtii. Shida tulionayo siku za leo ni kuwa injili zinapindisha ukweli. Hizo zinahutubiwa nyingi huko barabarani. Zinapindisha ukweli. Zinataka kutuaminisha watu kuwa ili mradi umetamka nimeokoka, nimempokea Yesu, alafu ukaomba kwa nguvu zote, unarukaruka ukafanya nini, tayari utabarikiwa. Sasa unaona, unasema mimi nimeokoka, mimi nampenda Yesu, unaomba masaa mengi, alafu baraka haziji. Unashangaa imekuwaje? Unabaki unajiuliza inakuwaje? Mbona kama kusema kumuokoka nimesema, kama kusema ninampenda Yesu nimesema, kama kuomba ninashinda kila siku kuanzia saa 6 mpaka saa 12 na shout Mungu Mungu Mungu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sasa mbona sifanikiwi? Mbona sioni baraka? Wapendwa, Biblia iko wazi. Biblia iko wazi na dhahiri kabisa kwamba issue sio kusema umeokoka, issue sio kusema nampenda Yesu, issue sio kukaa na kupiga kelele zinazoitwa maombi masaa 24. Biblia inasema ni lazima utii kwanza. Rahisi tu, tii neno la Mungu. Maana yake nini? Sio issue ya wewe kujitamkia, ni issue ya maisha yako na matendo yako yanavyotafsirika. Huyu anayesema nampenda Yesu, nimeokoka, anayesali masaa 24 akikutana na jirani wa nyumba ya pili anaenda kwa mwenzie anaanza kumsengenya. Alafu unategemea baraka zije. Zinakujaje? Haziwezi kuja. Sikiliza. Kumbukumbu la Torati sura ya 24. Maandiko yanaainisha baraka ambazo Mungu ametuahidi tukimtii. Na zingatia, iwapo tukimtii. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote niliyokuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapotukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Lakini umesikia anachokisema? Kumbukumbu la Torati 28, ule mstari wa kwanza. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote niliyokuagiza leo, ndipo. Kwa hiyo condition ni kutii kwanza na kuyafanya maagizo ya Mungu, alafu anasema ndipo baraka hizi zote zitakujia na kupata. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Mstari ule wa 3 anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na wa mifugo kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo na kondoo wako. Litabarikiwa kapu lako la chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Haleluya. Lakini sharti ni moja tu pale anapoanza, utakapoyasikia na kutunza na kuyafanya maagizo. Matokeo ya kufanya hivyo ndio hizi baraka nazo zitamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ukitii maagizo ya Mungu, haya yote utayapata. Anasema Bwana ataiamuru, mstari ule wa 8, ataiamuru baraka ije juu yako
katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama nchi akupavyo Bwana. Ukienda mstari wa 11, atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wako. Ukienda mstari wa 12, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Mstari wa 13 anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Alafu mstari wa 14 anasema msipokengeuka katika maneno ninayowaamuru leo kwa lolote, kwenda mkono wa kulia wala wa kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia, ndio utayapata haya. Kwamba usije ukakengeuka kwenye maagizo ya Mungu, usije ukafuata miungu mingine. Sasa Kristo tulio nao, shida yetu sisi ndugu zangu, tunataka vyote. Tunataka vya Mungu baraka tuletee, alafu lakini tunajaribisha na miungu mingine na yenyewe tusaidie. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni lazima utii na uache mengine yote, utegemee. Anasema msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kulia wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Msiende kulia wala kushoto. Nyinyi nyoka tu. Amri ziko 10 alizotuletea Mungu, ziko 2 kuu ukizisummarize. Mpende Mungu, mpende na jirani yako. Ukijaribu yote mengine yanaangukia hapo. Ukashika hayo mawili, usiende kulia wala kushoto, hizi baraka zote Mungu anazitaja zitakuwa za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Utii wa neno. Sasa unaweza kusema nafanyaje? Kwa sababu tumesema haya, kuna utii ni nini? Tumesema faida za utii. Tumesema sasa baraka ambazo unazipata kutoka kwenye utii na mafanikio unaweza kupata kwenye utii. Lakini sasa jinsi gani ya kuwa mtii? Pengine hilo nalo ni lazima tuliseme. Kwa sababu inawezekana tunatamani kwa kusikia nikisema kwamba kweli basi mimi nataka leo nianze kuwa mtii. Lakini ulijua kwamba unahitajika kuwa mtii siku zote, ukashindwa. Unashindwa kwa nini? Kwa sababu kuna jinsi ya kufanya ili uweze kuwa mtii. Ili uweze kuwa mtii. Utii sio jambo jepesi. Linaweza kuwa jambo gumu. Ni jambo linaweza kuhitaji kujitoa kafara au kujinyima sana. Ukiwa na uhusiano na Mungu, amua kumheshimu Mungu kwa maamuzi yako na matendo yako yote, kwa kuyafanya yale tu ambayo unajua Mungu anapendezwa naye. Sasa hilo sio jambo jepesi. Kwamba maneno yako, matendo yako, mawazo yako, kila kitu kiwe sambamba na mapenzi ya Mungu. Kwa uwezo wetu wenyewe kama binadamu sio jambo jepesi. Nia yetu ya msingi au nia yetu kuu siku zote ibaki kuwa kutafuta kumpendeza Mungu. Kitu hata kikiwa kigumu sana, na kama unakipenda au unakifanya kwa upendo wa kweli, hata kama ni kigumu sana, ukikipenda, kama una passion na hicho kitu na unakifanya kwa upendo wa kweli, kinakuwa chepesi, sio? Si ndio? Kwa sababu kuna watu tunajua katika maisha, mtu mama hata kama anayepita kwenye nyumba yenye mateso sana, kwa kuwa anampenda sana yule baba, anambeba kwa wepesi, si ndio? Yani kitu kikipenda sana, hata kikiwa kigumu unakibeba tu, unaishi nacho. Kwa hiyo lazima tumpende sana Mungu kama tunataka kuona utii sio jambo gumu. Tumpende Mungu kwa moyo wote, tumpende Mungu kwa akili zetu zote, tumpende Mungu kwa roho. Tukifanya hivyo, utii utakuwa rahisi sana. Kwa sababu wakati wote tutakuwa tukitafuta kumpendeza Mungu na kumheshimu Mungu. Sasa tunafanyaje? In practical terms, sasa kiuhalisia unafanyaje? Moja, kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Kama msingi wa maamuzi yetu ya kila siku na matendo yetu yote yatakuwa yamekaa sambamba na neno la Mungu, tutaweza kutii neno la Mungu. Ndio maana Yoshua anasema kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke kinywani mwako. Lakini la pili ni maombi. Wakati mwingine hata kama tunafahamu kabisa kile ambacho Mungu anakitaka kutoka kwetu, kutenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu inaweza kuwa changamoto. Mara nyingi utii unaweza kumaanisha kujinyima sana. Wakati mwingine utii unaweza kuwa ni maumivu. Unaweza kumaanisha kunyenyekea sana na hata kukanyaga nje ya mahali ambako tunajisikia salama tukiwepo. Tunaenda nje ya comfort zone.
nje ya mahali mazingira ambayo tungeweza kuyafurahia. Peke yetu na kwa jitihada zetu, utii inaweza kuwa jambo gumu sana. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu atusaidie kuwa watii. Tunaupataje? Katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikupe mfano mmoja au nikukumbushe. Katika bustani ya Getsemane, Yesu ameshakwenda, amefika mahali amechoka. Hali ya ubinadamu wake imemfikisha mahali pagumu. Amemtii baba yake muda wote, lakini amechoka, ana msongo wa mawazo. Upande wake wa ubinadamu ulitamani kutokuendelea. Alishindwa. Alikuwa hawezi tena. Akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Yesu mwenyewe, mambo yanapokuwa magumu katika ubinadamu, anaona hawezi tena. Sembuse mimi na wewe. Yawezekana katika ubinadamu wetu, pamoja na nia yetu ya kutii, tumetembea, tumeenda mwendo, majaribu yametupiga huku, inafika mahali nasema, Bwana basi, mambo mimi Bwana basi, Mungu atanisamehe. Si huwa tunasema hivyo? Mungu atanisamehe. Tunachukua hatua za kukengeuka na kwenda nje ya utii wa neno la Mungu kwa imani ya Mungu atanisamehe. Lakini kumbuka kitu muhimu sana ambacho Yesu alikikumbuka. Alipokuwa amechoka kabisa, akakumbuka kitu kimoja. Akasema, lakini sio kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akakumbuka kutafuta msaada wa Mungu, kwamba mimi nimechoka, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, siwezi tena kuendelea. Lakini isiwe kama ninavyotaka mimi, iwe kama ikupendezavyo wewe. Yesu anakumbuka kumtii. Anasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hii ni sala, au haya ni maombi ambayo tunapaswa kukumbuka kuyafanya kila siku. Wakati utii unapokuwa mgumu, wakati tunapotamani kupita njia za mkato ambazo kwa ubinadamu wetu tunaziona ni nyepesi zaidi, au tunataka zinavutia, tunataka kuzifuata, tukumbuke kusema, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Na kisha tuchukue hatua stahiki za kujaribu kushinda hayo majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukifanya hivyo, tukipiga magoti kwa Mungu, Mungu, nimeona nimechoka na sasa mbona nashindwa, inabidi tu nilifanye hili kwa sababu, lakini isiwe kama nitakavyo mimi, Baba nisaidie, iwe kama utakavyo wewe. Halafu chukua hatua za kusema, Mungu, mimi sitaki kufanya hii njia ambayo sio njia yako. Haya maombi tuyafanye kila siku. Nimesema sana, ngoja tumalize. Turejee yale yote tuliyoyasema. Utii, tulisema mwanzoni pale, ni kitendo cha kujikabidhi au kujiachilia, kusarenda. Ni wakati ambapo sisi wa Kristo tunasema, si kama nitakavyo mimi Bwana, na kisha tunachukua hatua ya kuhakikisha matendo yetu yanafanana na sala hiyo, sambamba na amri na maagizo ya Mungu. Lakini tumesema pia, ingawa utii ni kitu kigumu, ndicho kitu hasa kinachotutenga sisi kuwa watakatifu, watoto wa Mungu. Mungu atatutambua kwa utii wetu kwake, na hata wale wanaotuzunguka watahamasika wanapoona maisha yetu kama tunamtii Mungu. Wakati mwingine tunatamani kufanya uinjilisti kwa wengine, hatuwavutii kwa sababu wakituangalia sisi wenyewe hatutofautiani nao. Hata kama tumesema tumeokoka, lakini wao wakituangalia, wanatuangalia wanasema, mbona wao na sisi sawa tu. Yaani wao na sisi sawa tu. Kwa sababu hatujajitabainisha kuwa tofauti, kuwa watoto wa Mungu, kwa sababu hatuyatii maagizo ya Mungu. Lakini tumesema pia kuwa utii ni kielelezo cha imani yetu kwa Mungu. Utii ni ufunguo wa mafanikio yetu. Utii wa neno la Mungu ni njia ya uhakika ya kupata ahadi za Mungu, na ni njia ya hakika ya kufungua baraka za Mungu katika maisha yetu. Mwishoni tukasema, ili tuweze kutii, ni lazima tusome neno la Mungu kila siku, na ni lazima tudumu katika maombi, ili Mungu atuwezeshe, atupe nguvu na uwezo kupitia Roho Mtakatifu
maisha yetu yaweze kumpa yeye heshima. Mwenyezi Mungu atusaidie sana ili wakati wote tuwe na uwezo wa kumuitikia na kuwa watu wenye utii wa neno. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa umesema nasi kupitia Roho wako Mtakatifu juu ya haja tulio nayo sisi ya kutii neno, ili tuwe sawasawa na kusudi lako, tuwe watoto wako kweli, tuwe wale ambao tumetengwa maalum kwa ajili yako, tuwe watakatifu. Baba, tunatamani sana tuwe hivyo, lakini katika ubinadamu wetu na udhaifu tulio nao tunaanguka mara kwa mara. Tusaidie ili neno lako lisitoke kwenye mikono yetu na akili zetu wakati wote. Tujifunze kwa bidii na kulifahamu ili tuweze kujua njia ya kuzishika amri zako. Lakini tusaidie pia kwa Roho wako Mtakatifu tuweze kujua jinsi ya kukuomba wakati wote, na hata pale mambo yanapokuwa magumu sana kwetu tukumbuke kusema sio kama tunavyotaka sisi, bali kama unavyotaka wewe Mungu. Libariki neno lako, lipande mbegu ndani ya mioyo yetu, likakue na kutusaidia kuwa watoto wako wa karibu zaidi, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu awabariki sana.